kuna watu Mungu anakukutanisha. Wengine ukikutana nao mara moja mara mbili ndio muda wao umeisha, unasonga mbele, Mungu anakukutanisha na wengine. Wengine mtaenda nao kwa muda, lakini lazima ujifunze ndani yako kumsubiri Bwana, upate mtu sahihi. Na si kitu chepesi kama ndani yako una haraka. Usiwe na haraka kuliko Mungu. Ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Manake lazima tujifunze kuongozwa na Roho wa Bwana. Maandiko yanatuambia hatua zetu zinaongozwa na Bwana. Jifunze kusubiri Mungu akikwambia subiri, kwa sababu kwa Mungu hakuna hasara katika kusubiri, ni faida tu. Akikwambia subiri, subiri, ana sababu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana huyo mtu kwa alikuwa anaandaliwa, huwezi kujua ni kwa nini, au anabishana naye, lakini ndani yako subiri, kwa sababu saa nyingine yule ambaye anapatikana haraka, inawezekana Mungu hakumtuma, lakini amepatikana haraka. Na wewe bila kujua unasema sasa Mungu si huyu, nilikuwa nahangaika tu, kumbe mtu yuko hapo. Upate hata muda wa kuomba, wa kuuliza. Nasema lakini kwa kweli nilikuwa na shida. Mwache tu hapo, mwache tu hapo. Omba kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaona Mungu analeta somo la namna hii, uwe na uhakika mbele hayo utayahitaji kujifunza na kuyatumia kwenye maisha yako. Kwa hiyo yatunze vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hilo, usije ukasahau. Changamoto kubwa ni watu. Nenda kwenye makampuni, nenda kwenye maofisi, nenda kwenye shughuli za biashara, nenda kwa wanasiasa, nenda kwenye ngazi ya serikali za kawaida, serikali za kitaifa, serikali za mataifa, za kimataifa. Shida kubwa ni kupata watu sahihi. Na kadri siku za mwisho zinavyosogea, kupata watu wa namna hiyo ni kazi kubwa sana. Vita yake ni kubwa kati ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru, kuweka watu wao kwenye maeneo fulani fulani, na ni vita kubwa. Na tusipojua tutajikuta tuna watu ambao Mungu hakutaka wawepo kwenye hizo nafasi, katika nafasi mbalimbali za maisha yako. Cheki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Kwa wale ambao mnataka kuoa na kuolewa, usipindishe pindishe. Soma hizi notes zitakusaidia. Kazi moja wapo ya ndoa ni Mungu kuwaleta watu wawili wasaidiane. Kazi moja wapo, wasaidiane. Kwa hiyo kama ni msaidizi wa mwenzake, usitaki kuchukua yoyote tu. Upendo hautengenezi msaidizi. Mnaweza mkapendana vizuri kabisa na sikusaidie. Kwa hiyo huwezi kuchukua tu upendo kama kigezo kimoja peke yake cha kusema huyu ni wa kwangu, huyu ni wa kwangu. Fikiri mara mbili. Omba kwanza, kwa sababu hujui kesho yako. Hujui miaka 10 ijayo itakuwaje. Hujui kitu Mungu alichokupangia itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu lazima Mungu akupe atakayebeba na wewe mzigo mlio nao, na sivyo itakuwa ngumu sana. Wewe unafikiri ni kwa nini Yusufu, baba yake mlezi na Yesu, aliamua kukimbia aliposikia huyu dada ni mjamzito? Kitu gani kilikuwa kinamkimbiza? Si mimba? Sio mimba, mzigo. Mzigo. Akaamua kutoroka. Mungu akamuarrest kwenye ndoto. Bwana, nitunzie huyu mtoto, nitunzie huyu mtoto. Sasa wao wamependana, akifikiri sasa yeye ndio anaenda kuwa wa kwanza apate mtoto.
ghafla ni mjamzito. Sasa sikia, kilichomrudisha Yusufu sio upendo, utii wake kwa Mungu. Biblia inasema kilichounganishwa na Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kumbuka jambo hili, upendo haunganishi ndoa, imani inaunganisha ndoa. Unasema ni kwa nini? Upendo unaishaga bwana. Nyinyi mlioko kwenye ndoa mnajua. Inaisha saa nyingine unatafuta hata ukoko upate. Lakini huko tu ndani huko unaenda wapi? Kwa sababu kilichowaunganisha ni zaidi ya hicho. Unaweza mkachochea upendo ukaongezeka. Kwa hiyo ndio maana unaona unaenda mlima na kupanda na mlima na kupanda. Lakini kama unategemea tu kigezo cha upendo peke yake, kesho unatafuta mlango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu